Karibuni tena katika makala haya ya Jicho Fichuzi. Ni sehemu ambayo ya kuondoa na kujenga wema wetu katika jamii hii. Karibu tena katika makala haya ya Jicho Fichuzi, kitengo ambacho kinafumbua mambo mengi ambayo yamefichwa. Ni kitengo ambacho tunanuia kuleta pamoja, kuleta waziwazi mambo mengi ambayo sisi tunaficha, watu wanaficha, jamii zinaficha, na jambo ambalo kweli kabisa linapaswa kuwa liko wazi ili kuweza kuwanufaisha wananchi na pia kuweza kuweka wazi kwa yale maisha tunayoishi. Leo hii nataka kuzungumza mawili matatu kuhusiana na heshima kwa kazi za wenzako. Heshima kwa kazi za binadamu yeyote yule. Heshima kwa kazi inayomfanya yeye kupeleka chakula mezani kwa wanawe. Heshima kwa kazi ambayo inamfanya huyo mtu unayemzungumzia, ama yule mtu ambaye umempa kazi, huyo mtu ambaye anafanya kazi anayoifanya ili kuweza kumudu mahitaji ya jamii yake. Kumbuka kwamba katika hali yoyote ile na kazi yoyote ile ulimwenguni humu, huyu mwanamume ama huyu mwanamke anatia bidii ili kuweza kuweka chakula mezani kwa familia yake, watoto wake waende shule na jamii yake iweze kufaulu. Palipo na mtu wa kwanza, lazima pawe na wa mwisho ili wewe namba moja uweze kutambuliwa. Palipo na matajiri, lazima pawe na maskini, na ili ya kwamba wewe utajiri wako uonekane, lazima kuwe na maskini. Okay? Hii ina maana kwamba tuna fursa na tuna majukumu ya kuweza kufuata ili kuweza kuhakikisha kwamba mwisho siku unamheshimu mtu na kazi anayoifanya. Unapoondoka asubuhi kwenda kazini kwako, afisini unakofanya kazi, katika biashara zako, kumbuka ulihitaji mtu kubaki pale nyumbani kwa sababu ya kulinda wanao, kulinda jamii hiyo, ama kulinda boma lako. Kumbuka ulimwacha pale mama msichana ili hakikisha kwamba nyumba yako inabaki kiwa safi, chakula utakapofika kimepangwa sawa sawa, boma lako pale nyumbani limepangwa vizuri sawia na jinsi ungependa kufanya mwenyewe. Ukija wewe kutoka kazini, tafadhali unakuja kukuta kwamba mambo yote yameenda sawa sawa. Kazi uliyoenda kuifanya ofisini ni sawa kabisa na kazi uliyomwajiri yeye kufanya pale nyumbani. Kwa hivyo heshimu kazi yake. Kwa hivyo mpe anachopaswa kupewa, na ikiwezekana kwa wakati unaostahili. Unapoenda kazini, ukirudi jioni, unakuja kukutana na wanao mle pale mezani. Vivyo hivyo yule mtu uliyempatia kazi, yule mtu uliyemwajiri, anapaswa kuweka chakula mezani kwa jamii yake. Ulivyo na familia, yeye ana familia pia. Ulivyo na watoto, amejaliwa kuwa na watoto vile vile, anapaswa kuwapeleka shuleni. Yule anayechimba choo, kuzungumzia vile vyoo vya shimo, wale wanafanya kazi ya kuchimba vyoo hivyo, anafanya hivyo ili aweze kupata chakula kuwapelekea watoto, kuwapelekea jamii yake. Yule anayekufanyia kazi ya kufua nguo, ni kazi kama ile yako. Huyu ambaye labda kazi yake ni kinyume kabisa na jinsi wewe unafikiria. Usione kwamba sasa wewe umesoma kwa ofisini, wewe ni mhadhiri, wewe ni mwalimu, daktari, sasa una sababu ya kumdharau mwenzio. Jicho Fichuzi linapinga vikali tabia hizi, na sio kupinga tu, hata Muumba wako hana raha na wewe. Hana raha na wewe. Usimdharau mtu yoyote wala ukadharau kazi yake, maana kazi hiyo imemsomesha. Kazi hiyo inawasomesha watoto wake, hivyo usidharau kazi ya mwingine. Nikimalizia, iwapo mna mazungumzo mmefanya na kukubaliana kwamba mtalipana tarehe hii, mlipe pesa zake. Mtalipana kiwango hiki cha pesa, mlipe kiwango hicho cha pesa bila kuondoa, bila kumsabilia chochote kingine. Iwapo mmekubaliana malipo ni siku fulani, mlipe pesa zake, na iwapo inachelewa basi mweleze. Mazungumzo ni mazuri. Unapofanya mazungumzo, atabaki akielewa,
ataongea na jamii zake. Kila mmoja ana mahitaji, kila mmoja anategemewa. Usije ukawa kwa mabano kwamba huyu namuelewa, hata akichelewa hana shida. Tafadhali, ulivyo binadamu wewe, huyo uliyompatia kazi ni binadamu vile vile. Ulivyo mfanyikazi unastahili kulipwa, maanake unaenda kazini ili upate pesa, utengeneze zako. Unapoenda kazini wewe unaitisha pesa, unalipwa. Hivyo vile vile yeye anapaswa kulipwa na kuheshimiwa. Ni vibaya, ni uchungu. Maneno yanayotoka kwa wadogo wako ni mabaya. Maneno yanayotoka kwa wale unaowadhulumu ni machungu. Licha ya kwamba wewe ni mkubwa, licha ya kwamba wewe ni tajiri, licha ya kwamba wewe unavyo, yeye hana. Anapolia, anapotoa machozi, kumbuka ya kwamba ana maneno anayoyatamka. Hii ni Jicho Fichuzi.